Waketwa ni watu waliokuwa na bidii ya mchwa kwa kila jambo walilolifanya. Baadhi yao hata walifanikiwa kujenga maduka makubwa makubwa ya jumla, wakanunua magari mengi sana ya usafiri. Katika mitaa mingine ya kifahari kama vile Majuu, waliishi Wakule wengi. Wao ndio waliokuwa wengi serikalini. Lesulia ambaye alikuwa mtemi wa nchi alitoka katika jamii hii. Wakule waliwaonea kijicho sana Waketwa kwa sababu ya umaarufu wao katika shughuli walizofanya. Waketwa ni watu waliokuwa na maarifa ya ujasiriamali tangu zamani. Hawakuchagua kazi kama Wakule. Takribani kazi zote zilizodhaniwa duni walizifanya wao bila manung'uniko. Walifanya kazi yoyote ili mradi wapate riziki. Waliokuwa matarishi walifanya kazi hiyo kwa bidii na heshima kubwa. Waliokuwa wafagiaji walifagia kwa ustadi mkubwa. Mji ukawa safi kabisa. Matopasi walisafisha vyoo kwa uwezo wao wote. Vyoo vya mji wa Taria vikasafika hadi kusifika kote. Waliokuwa maseremala waliranda kwa ufundi wa ajabu, wakatengeneza samani na vifaa mbalimbali vilivyowavutia hata watalii. Waliofua vyuma walifua kwa nguvu zao zote, wakazalisha vifaa mzo. Katika bidii hii ya Waketwa hakukukosekana malalamiko kuhusu utawala wa Mtemi Lesulia. Kwa mara ya pili sasa, baada ya kushinda kiti cha mtemi wa Matuo, raia wengi walidhani mambo yangebadilika. Kosefu wa ajira hasa kwa vijana waliohitimu katika taaluma mbalimbali ulikuwa sasa ni mazoea. Baadhi yao hata wakashikilia kwamba elimu haikuwa na thamani kwao. Nchi haikuweza kupanua uchumi ili kuajiri wala kuanzisha miradi ya kuwawezesha kujiinua kiuchumi. Aghalabu ajira chache zilizopatikana zilipewa watu wasiokuwa na ujuzi wala maarifa. Kazi zilitolewa kwa kujuana, haidhuru hata kwa mtu hakuhitimu ipasavyo. Kutokana na mapendeleo katika uajiri, wengi waliishia kufanya kazi ambazo hawajazisomea. Halikuwa jambo la kushangaza kumwona karani akiajiriwa kuwa daktari wa meno na muuguzi akifanya upasuaji hospitalini. Wagonjwa hospitalini wakawa wanafariki kiholela. Jeshi la nchi lilisheheni vijana kutoka katika jamii ya Wakule. Mtemi hakuwa na imani kwamba viongozi wa kijeshi watoke katika jamii nyingine yoyote. Yeye mwenyewe hakujiamini uongozini. Angewaamini vipi waajiriwa wa jamii nyingine? Marubani wengi wa kijeshi waliangusha ndege kila wakati kutokana na mafunzo duni ya urubani. Nao manahodha wa kijeshi baharini wakapasua vyombo vyenye miamba kwa sababu ya kutindikiwa kitaaluma. Shule za msingi, zile za upili hadi vyuo vikuu vikaanza kuajiri walimu wasiohitimu katika masomo waliofunza. Wahitimu kutoka katika taasisi za elimu nchini wakakosa utaalamu ufaao katika ajira zao. Mtindo ukawa ni bora elimu kuliko elimu bora. Vijana wengi Waketwa waliohitimu shahada za vyuo vikuu walihangaika mijini kutafuta kazi bila mafanikio. Katika majopo ya uajiri, utawala ulihakikisha kwamba hawaajiriwi katika kazi zilizokuwa na mamlaka ya uongozi. Hivyo majopo haya ambayo yaliongozwa na Wakule yalitazama majina. Aliyekuwa na jina la Kiketwa aliondolewa katika orodha ya wanaohojiwa. Katika kazi za ngazi za juu, wanawake Waketwa waliolewa na wanaume kutoka kwa Wakule walibahatika kupata ajira za serikali, lakini ilipogunduliwa kwamba ni Waketwa walifutwa kazi kutokana na visababu visivyodhihirisha. Siasa za majina zikashamiri katika utawala wa Mtemi Lesulia. Hata wale waliobahatika kuitwa katika mahojiano ili wapate kazi walisumbuliwa sana. Waketwa walipitishwa katika msururu wa maswali yasiyokuwa na uhusiano wowote na kazi walizotuma maombi. Wengine walivunjika moyo, wakakataa hata kutuma maombi ya kazi serikalini. Baadhi ya wale waliobahatika waliajiriwa kwenye kampuni za watu binafsi au hata kuanzisha biashara za kibinafsi
Aidha, idadi kubwa ya wale waliomaliza shule iliajiriwa katika viwanda na mashamba ya matajiri. Wengine walihudumu katika mashamba ya maua, ili hali wengine walizalisha bidhaa mbalimbali viwandani wakiwa kama vibarua. Katika nchi ya Matuo, wananchi wengi pia walifukarishwa na sera za ubaguzi. Nchi ilishikilia utabaka, matajiri wakawa ndio wenye nchi na wananchi wakasalia kuwa hivyo wana wa nchi. Ufisadi ulikithiri na maadili yakawapa mkono wa buriani. Misitu ilifisidiwa na kizazi katili kisichojali mustakabali wa nchi. Mvua zilianza kupungua na majira kubadilika. Chemchemi za maji zikaanza kukauka kutokana na ukataji wa mti ovyo kwenye vianzio vya maji. Wakulima wakakanganyikiwa. Hawakujua ni wakati gani wa upanzi, kwani mvua hazikuaminika tena. Kiangazi kikatamalaki Matuo na kutia watu kiwewe. Vyakula vikawa adimu, njaa ikabisha hodi. Mabepari wachache wakaanza kuhodhi vyakula muhimu na kuviuza kwa bei ya dhahabu. Misitu ilipokwisha, watu wakaingilia kuuza mchanga. Matajiri wakaajiri vibarua wa kuchimba na kukusanya mchanga kwa mafungu ili wauze. Mashimo makubwa yakasalia kuwa wazi baada ya mchanga kuvunwa. Mvua ziliponyesha yakajaa maji. Maji hayo yakakamia kuzamisha watoto wa maskini walioogelea mahali hapo na makabila walevi waliosepetukia mashimoni. Mashimo hayo basi yakawa hatari kwa usalama wa wananchi. Matajiri wakageukia machimbo ya mawe, wengine hata wakawa na karakana zao wenyewe za kupasua mawe na kutengeneza kokoto. Wale wasiokuwa nazo waliwaajiri vibarua kupasua kokoto hizo wakitumia nyundo na tindo. Wengi wa vibarua hao walikuwa watoto wa vijana wa kiume na kike waliomaliza shule. Hawakubahatika kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa karo. Kwa hivyo wakamiminikia hapo ili kuzimbua riziki. Walishinda juani wakipasua mawe, ili hali wenzao wakiwa masomoni wakisaka elimu. Miamba mikubwa ikapasuliwa, hata vilima vikaanza kumegwa kutokana na ulafi wa wachache. Baruti zikawaziba masikio wenyeji walioishi karibu na machimbo hayo. Wengine wakashikwa na vikohozi visivyosikia dawa. Malalamiko yao yakaambulia patupu, huku wakiambiwa wahame kutoka mahali hapo. Mazingira nje yakaanza kubadilika na kuchukua sura ya kusikitisha. Mandhari ya kimaumbile yaliharibiwa na ulafi wa kupindukia. Watu hao hawakujali kuharibu rasilimali ya vizazi vijavyo. Wengine waliingilia mito na vijito, huku wakibadilisha mikondo yake ili kusitiri mashamba yao makubwa. Rasilimali hii muhimu ikamilikiwa na wachache. Wananchi walioegemea maji hayo wakasalia na mahangaiko yasiyokoma. Mtemile Suria angewasaidia vipi ili yeye mwenyewe alikuwa katika msako huo haramu? Ukosefu wa matumaini ya kuishi ulianza kuhasiri mifumo ya kijamii. Asasi ya familia ikaathirika sana pale mizozano ya kifamilia ilipokithiri. Waume kwa wake wakawa makatili kiasi cha kuangamiza makinda yao. Mume akamgeukia mke na kumchinja, naye mke akafanya vivyo hivyo. Mauaji ya kifamilia yakawa matukio ya kila siku. Maadili yakahama, upendo ukatoroka kupitia dirishani. Uhitaji ulipobisha mlangoni, taasisi na mashirika ya serikali yakamilikiwa na mitandao ya wezi. Wakaiba, wakanyonga na kupokonya, si afisa wa ngazi ya juu au tarishi. Wote wakawa katika kinyang'anyiro cha kuipoka nchi haiba yake. Hawakujali kuwa nchi walioipora ni yao wenyewe, walijiibia vyao wenyewe. Kuna mtu akaiba mali yake mwenyewe ya kumhifadhi baadaye. Huo ndio ujinga waliokuwa nao, ujinga wa kutotambua kwamba kile walichoiba ndicho kitakachowatia kitanzi. Ajira za serikali zilitolewa kibubusa. Mchezo huu